na ndio maana alitaka kujidhihirisha kupitia kwa watumishi wake. Wacha tuone jinsi ndoto hii ilivyofafanuliwa. Baada ya wao kushindwa, basi amri ikatolewa mbio mbio. Katika fungu lake 12 Danieli 2, Biblia inasema basi kwa hiyo mfalme akakadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Kasema execute them, kill them. 13. Basi ile amri ikatangazwa, na wale wenye hekima waliokuwa karibu kuuawa, watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Kumbuka Danieli alikuwa amemaliza tu shule, so yeye hakuitwa kwenye council ile wakati mfalme alikuwa na tatizo. Yeye alikuwa tu junior graduate, hapo anaonekana. Wale vijana wanne ambao tulisoma tabia zao na jinsi Mungu aliweza kuwanemea katika Danieli 1. Hao hakuitwa kwa sababu walikuwa wadogo. Wakubwa tu ndio waliitwa. Lakini wakati wa kuangamizwa, mfalme alisema useless, wote ni useless, angamiza yote. Kwa basi Danieli aliposikia amri hile ya kwamba watu wanaenda kuangamizwa, aliposikia katika fungu lake 14, aliposikia, tunaambiwa ndipo Danieli kwa busara na adhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka hili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Akaanza kuzungumza na yeye. Akajibu akamwambia, Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari hile. Danieli akaambiwa habari hile. Unaposidi kusoma inasema basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri hile. Nataka utazame jinsi watu wa Mungu na tabia yao ilivyo. Waganga wale wakuu, wenye hekima wale wakuu wamekwisha kushindwa. Mfalme ametoa amri, angamizeni wote. Lakini kijana huyu Danieli kwa ujasiri ajejua hile, lakini kwa imani ambaye anayo kwa Mungu, akaingia ndani kwenye nyumba cha mfalme. Akamwambia mfalme, naomba nipe muda tu mfupi, mimi Danieli nitakuja kukuambia ndoto hile pamoja na tafsiri yake. Nyamwaungaru watutai akawekseni amajira uliwaisha ita Jehova embichi yaninenda tamwalwaini tosmi ji engokwani na yani Jehova egugerichad embichi za. Danieli huyu alikuja akawa dawa kwa watu wengi ambao basi hawako na imani, mpaka kwa wale waganga wote, wasihiri wote, wenye hekima wote waliweza kusaidika kwake. Wacha tuone jinsi mambo haya ilivyoweza kuendelea. Basi alipoomba muda katika 17 tunaambiwa alipewa nafasi na mfalme. Alipewa nafasi na mfalme aende kwa muda fulani, kisha akarejea kumwambia mfalme ile ndoto. Danieli alipotoka kwa mfalme hakuenda tu kukaa. Katika fungu lake 17, Danieli 2 fungu lake 17, Biblia inasema ndipo Danieli akaenda nyumbani mwake akawabasha habari kina Anania, Mishaeli na Asaria wenzake, ili waombe rehema kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Waliingia mbele ya mfalme wakaomba nafasi. Huyu ni Danieli kwa ujasiri. Kisha walipoenda nyumbani wakapiga magoti wakaomba Mungu aweze kuwafunulia siri hili. This is the way men of faith work. Wakati mwingi labda hujachaliwa na mtoto, wakati mwingi labda hauna karo, wakati mwingi labda hauna chakula. Je, hatua yako ni kufanya nini? Wakati mwingi labda una tatizo za ndoa na mmewe ama mkewe, wewe unafanya nini? Wengi wameenda kwa waganga kuomba dawa ili sijui amwekee mumewe nini kitendeke. Wengi wameenda kwa nani kufanya nini? Sijui kama umepata suluhisho pale. Lakini vijana hao walipokuwa na tatizo, wao walikimbia kwa Mwenyezi Mungu. Walikimbia kwa Mungu. Wakaomba basi Mungu aweze kuwasaidia, waweze kujua siri hile. Na tunaambia kwa sababu Mungu kwa wale ambao wanamwamini ujibu their prayers instantly. God answers their prayer instantly. Usiku huo huo tunaambiwa katika Danieli 2 fungu hilo lake ni la 19,
ya kwamba ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Amen. Wale watu ambao wanamwamini Mungu, Mungu anatendanga makuu. Enji agetugule ni Jehova kwa Jehova kwa moti. Chenge Jehova kwa yani nagenge ngokwani tosmi. Mungu anasema tukiomba chochote kwa imani. Mtumishi, naomba unisomee kitabu ni cha Marko 11. Fungu lake ni la 24, tutasoma mpaka 25. Kitabu cha Marko kama na agenge ongetege tutamangwan ako tutamangmut kirbi chetinya ngaya deto chema wauli chbayene ni nageni pichu ko kijenga nungana sande ke ngololchigei asobit matke bunjiebeni kigilgei ke bunjiebeni nage pichu ngololdos ak Jehova akoba seiti ya Jehova akwal samote kamulelwe kwak. Kasoma ne soman Alana tanyone hiyo ni Marko 11:24. Gale na tananyone amwa wagale galaktul osameng sae roya no legauta Jehova oyan o legauta agonyoru. Amen. Pigap tabolwa galaktul osameng sae oyan o legaunyoru kautach agonyoru. That was the faith ambao walikuwa nao. Ukiendelea kusoma 25, kale ngaya net imuji leje tuluani, imuji leje kwa wako ishtagei, agonyawasi. And with faith it will happen. These are the things, even the impossible things yawezekana kwa imani. Tutakuja kuona hapo. Ndio maana katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu lake la 20 inatukumbusha sisi ambao tuna imani, sisi ambao tunamtegemea Mungu, ya kwamba maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, na kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Sisi tulioamini, sisi tunao na imani ya Yesu, wokovu wetu huko mbinguni. Na zaidi ya yote Mungu anatukumbusha jambo katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 6. Ndio nitanisomea kwa kikale Injili. Pilipika ngwan ka teni ko la kaso. Tos iman ing ora ke tugul ebo ingong sigindani. Tos bigini imin. The solution is here. Jawabu liko hapa katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu lake ni la 6. Biblia inasema nini pale? Alamo gereri metengia gatugul. Alamo mati gereri metengia gatugul. Alamo ingia gatugul. Ingia gatugul. Alamo insae. Alamo same. Matogongoi. Alengo na samote kwa Jehova. Jehova ingo na samote kwa ingine. Mahitaji letu, ombi letu lipate kujulikana kwa Mungu. Anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno, katika kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu sijulikane na Mungu. Tell your needs to God. Mwambie Mungu hitaji la moyo wako, atatimiza jinsi amekwisha kutuahidi. Ndio maana Mungu sometimes anaona tunapowakimbilia waganga. Mungu wetu anaona tunapowakimbilia wachawi. Mungu wetu anaona wewe unapokoza kumwamini, unaamini daktari fulani, sijui unaamini nani fulani, unaamini nani fulani aliyesoma amefika wapi, labda amepaa ameenda ng'ambo ile. Yote haya ni bure tukiacha imani yetu kwa Mungu. Ndio maana napenda sana mwimbaji wa nyimbo hii. Sijui wangapi wanafahamu, mnaweza nisaidia tuimbe wote kwa pamoja. Inasema what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we pay. All because we do not carry everything to God in prayer. I wish tungesoma in between the lines of that particular song. Nataka sana tuchukue sehemu ambayo nimebold in yellow. Anasema
Oh, what needless pain we bear. Oh, what needless pain we bear. Reason? All because we do not carry everything to God in prayer. Mbona tupite machungu? Mbona tupite dhiki nyingi? Mbona tupite mambo mengi mazito machungu? Sababu tu hatutachukua mambo yote kwa Yesu katika sala. The hand of God, ukisoma vitabu mingi vinavyotuzungumzia juu ya imani, inasema the hand of God is always waiting for you to utter that prayer, then he answers it. Anangoja hiyo ombi la imani kisha aweze kukujibu. Hiyo ndio jambo ambalo Mungu anaongoja kwa sasa. Ndio maana tunaposoma zaidi katika Marko 9 fungu lake 23, Yesu anasema, Yesu akamwambia yote yawezekana kwake afanya nini? Aminie. Ndio maana watu wanaimbanga yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana. Yes, yote yawezekana ukiwa na nini? Wacha tuende sasa kwenye ndoto hii ambayo ilikuwa imesumbua mfalme huyu mpaka mwisho. Akaamua kuwaua watu. Tunaposonga fungu lake la 24, Biblia inatuambia sasa baada ya Danieli kuomba na wenzake na kumuhimidi Mungu, jambo hili lilikuja likatendeka. Ambia basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kwa wao wenye hekima wa Babeli. Alimwendea akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. 25 Biblia inazidi kusema, ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka. Kwa sababu hata Arioko naye hakutaka watu waangamize, alimuingiza kwa haraka. Kisha akamwambia mfalme hivi, nimemwona mtu mmoja wa hao wana wa Yuda. Nimemwona mtu mmoja wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakaye mjulisha mfalme ile tafsiri. So mbio bila kupoteza muda, Danieli akaingizwa mbele ya mfalme na akaanza kazi rasmi. Lakini nataka uone tabia ya Danieli. Hakwenda kupiga kifua kwamba mimi I am better, I am best than all the rest wenye walishinda kukuambia. The problem moja ambayo inafanya Mungu awache kutubariki ni ile hali ya kujipiga kifua. Badala ya kurudisha shukrani na utukufu usiende kwa mwenye alikusaidia, unataka sifa na utukufu sije kwako. That is where we